nashukuru kwamba kupata mtu kama wewe faraja sana, kwa sababu sio peke yangu. Kwenye kombe hilo tulikuwa watu wengi kadhaa, lakini mpaka mimi nilipata nafasi. Kwa nini sema uongo? Unajua kuna vitu vingine sio kuongoka. Unaweza kuongoka vitu vingine vikakuumiza kwenye moyo. Na pia mimi nakupenda sana. Yaani nakupenda kuliko hata unavyofikiria. Kwa sababu nasema nakupenda kwa sababu nakuhitaji. Yaani nakuhitaji wewe kwenye milki yangu. Ni kweli nakupenda sana. Nakupenda kwangu lazima. Sio ombi. Sio, umeelewa hapo? Kupenda kwangu mimi lazima, sio ombi, kwa sababu nimekuchagua mimi mwenyewe. Upo kwenye kasi ya adhibu hapa. Sio mangu tunapendana, msinichukie. Mimi na wewe tutazikana. Nini ambacho unafikiria mimi? Swala la mawenge wewe mwenyewe wakati nakufuata niko hivi. Na pia umenikubalia niko hivi. So mawenge ni vitu vingine vidogo ambavyo vinaweza kurekebishika. Lakini swala la kukupenda mimi nakupenda sana. Sawa, mimi. Hapa mpira pesa, hamna mpira uliokuwa. Yaani kwamba Yaani swala la kuoa, mimi nakuoa. Na ndio swala liko kwenye akili yangu. Hiyo swala la kuoa ni lazima. Nikwambie kitu kimoja. Ndoa za kukurupuka ndizo ndoa ambazo hazidumu. Kwamba umekutana naye leo, kesho kutwa ndoa. Hivyo vitu havidumu. Ndoa za kukurupuka hazidumu. Hata siku ni kumsoma mpenzi wako anataka nini, anapenda nini, hapendi nini. Mkikaa mnaweza kuishi maisha mazuri na mkazaa watoto kwenye njia iliyonyooka. Sio, umeelewa? Kwenye hilo mimi usijali. Nitakufanyia kazi haraka na nitakuoa. Kuoa ni lazima kwangu. Ni kweli, ni lazima nikuoa. Ila mimi nikupe kazi moja. Sasa mpaka umenikumbusha ile swala leo tena kwamba unahitaji kuolewa na mimi, ni swala zuri sana. Nikupe kazi moja. Nenda kamwambie dada kwamba yule mwanamume aliyokuwa ananiambia anataka kunioa. Ukimpa taarifa tusije kumkurupusha. Sawa. Nahitaji kuoa kwa sababu wewe ndio chanzo langu. Ni kweli kabisa. Kutoka moyoni. Yaani from my heart. Chezea chakula. Nimeshari mimba mama. Na hata mimba inatokana kwa mtu kujipanga. Mimba haiji hivi. Kwani ukitaka unapata nini? Huwezi kupata. Ni lazima ujipange. Swala hilo alitokea mimi na wewe. Kwa mke na mume tukopana. Basi hilo halina shida, ila kwa mimi nasisitiza sana kuwa makini. Ni makini na nini? Kuwa na makini, maana watu wazuri kama nyinyi mna changamoto sana. Mna changamoto sana. Unakuta mtu za saa hizi dada 50,000. Wewe je? Wewe unapiga hesabu sasa. Hapa za saa hizi 50,000. Lakini kubalia 500,000. Sasa hivyo vitu hebu viangalie sana. Unajua pesa ni maua, lakini shangaa wauza maua wanatafuta pesa. Hebu niangalie sana hilo swala. Msinichukie. Sio wangu tunapendana. Msinichukie. Mimi na wewe tutazikana. Msinichukie. Sio wangu tunapendana. Msinichukie. Mimi na wewe tutazikana. Kama upendo tumependana sisi, iweje mnanikataa? Ama kosa langu ni hizi nywele zangu au kuna mengine? Mniambie nijue. Mniambie nijue. Msinichukie. Sio wangu
tunapendana, msinichukie, mimi na wewe tutazikana, msinichukie, Chioma wangu tunapendana, msinichukie. Una furaha. Unajua furaha? Furaha gani tena mdogo wangu? Mimi kaka ninakwambia tumbana sinaye. Sasa leo msindo nakutana. Ndio sio nataka nikuoe, sio nataka nikuposa, sio hivi na hivi ukamwambia dada yako, sio ukae na ndugu zako, sio hivi na hivi. Kumbe kweli? Kweli. Mimi nenda kumuulizie dada yako na ndugu yako na ndugu zako, kwani mkae na kikao waambie. Mwambie basi sawa. Kwa vile mimi dadangu namweza, nitaenda kumuelezea. Basi sawa mdogo wangu. Mimi nimekuelewa. Na hilo jambo nitafikishia kaka. Ndio tutakaa chini tutaliongea. Kweli? Mimi nitampanga kaka, tutajua tupange nini hapo. Basi ukae na wewe. Mite kaka, ukae na yeye. Maana si unajua tena kaka naye. Kwa unamuogopa kaka yako jamani? Unamwezia wewe. Lazima atakubaliana nao tu. Dada kama kuna kijusi cha aibu ikimwambia kaka si hivi na hivi. Dada basi sawa, mimi nimekuelewa. Mimi nitakaa naye. Nitaongea naye vizuri, linalowezekana linafanyika. Basi Mwenyezi Mungu anatokea wepesi. Hilo jambo la heri mdogo wangu. Wala usijali. Mimi nitakaa naye. Tutamalizana. Msinichukie, msinichukie. Chioma wangu tunapendana, msinichukie, mimi na wewe tutazikana, msinichukie, Chioma wangu tunapendana. Jambo ambalo nataka nikushirikishe kakaangu. Swala la huyu dogo. Huyu kanikalisha chini kasema kwamba kapata mchumba. Na huyo mchumba yuko moto anataka kuoa. Kwa hiyo wewe kama kakaangu lazima nikushirikishe hili jambo. Tukae tuliangalie hilo jambo, ndio kama kuwaita wazazi nini tuwashirikishe. Msinichukie, msinichukie, Chioma wangu tunapendana, msinichukie, mimi na wewe tutazikana, msinichukie. Lakini kabla ya hapo lazima nianzie kwako. Kwa hiyo umeniita kunishirikisha au kuniambia kwenye jambo lenu? Ina maana mshalipanga au kuna kunishirikisha, si ndio? Kulipanga tujalipanga au tumelipanga. Kwa sababu yeye wa kwanza kunifikishia mimi na mimi nakufikishia wewe. Kama wewe kakaangu na kukufikishia ndo nakushirikisha kwenye hili swala, mimi nitaifanya peke yangu bila wewe. Kapata mchumba, si ndio? Kapata mchumba. Mchumba wako kampata wapi au kaletwa na nani? Maswali sasa ya kumuuliza kampata wapi, kanitoa wapi, mwenyewe nadhani yuko atasikia. Wewe sister. Wewe bana mchumba wapi? Kaka, kwenye harakati zangu za hapa na pale. Na ndio nimetembea, tumeonana, kanielewa, basi ndio hivyo. Nataka nije kutoa posa kwenu. Nataka nikuoe mama. Nikamwambia sawa basi. Nikaona bwana nifikishe kwa sister. Watakaje hapa nyumbani kutoa posa, si ndio? Mmelikubaliana fresh ataka kutoa posa. Swao ni wako mtaani huko anakuja hapa dakika za mwisho na kuya muda. Yaani unatuletea mtu vituko hapa. Mtu aeleweki, sio wako. Hamna kaka. Dada yako shai kumuonyesha wewe mtu. Kiukweli dada hajai kumuona. Waona mleta vipi mtu nyumbani hata maadili ya juu. Unaona alipokea vipi? Shai kumuona mchumba mdogo wako. Sio kama nalipokeaje. Sawa. Sijai kumuona. Na bado hajafika hapa. Ila nadhani kaka, tutavyolipanga, tutavyokubali ndio huyo mtu ataingia hapa. Sasa atakujaje hivi mtu baada kwa nisikizeni waambie kitu kimoja nyinyi. Sawa? Msimkane na mimi mkorofi hapa ndani. Naambiaga siku zote mimi mgomvi, lakini mimi nasimamia ukweli hujue. Na wewe sister. Mchumba mdogo wako shai kumuona? Sijawahi kumuona. Haujawahi kumuona? Hapa. Unakubalije mtu ambaye hujawahi kumuona afu mnaleta kuna kikao, mnanita kikao, mnanikalisha kikao? Utamuona mpaka utamchoka. Kwa hiyo hilo jambo wamelipanga wenyewe huko, wamekaa, wamefikiria, wamelipanga, wameleta na sisi tunalipokea. Bora kama nikataa. Kwa ajili sijamuona tu naye mpenda mimi au yeye. Unajua mnapenda kuteteana sana nyinyi. Na ndio maana mara nyingi mimi hatupatani, unajua mnanijua vizuri lakini akili zangu. Sawa.
Mimi hilo jambo kwangu halina shida. Ila issue ni kwamba mtu ni wa maadili ya dini, si mimi nataka kwanza muite huyo mtu. Kwa nikao kinga kiso hiki. Sawa? Tulikutana mimi na yeye. Ndio ndugu yangu. Unajua nikwambie kitu bwana ndugu yangu. Kwa maisha ya kupata mtoto anakuelewa. Ndio unashikilia. Sahihi. Alafu kitu ambacho ninachokiona wazazi wake wa dini sana. Sasa sijajua kuhusiana na hizo nywele, alafu mimi nywele kunyoa hizi. Kitakuwa kipengele kikubwa. Ona kunyoa hizo nywele mama. Hizo nywele kunyoa hizo. Tunashirikisha kina baba mkubwa, baba mdogo kule wanakuja hapa, swala naenda sawa. Dakika za mwisho wanaanza kusumbuana. Watakiwa kwanza waangalie kwanza msimamo wao ukoje. So nalisikia tu leo kaka nimekuja sijui huyu ataka kutoa baba. Mimi sikatai, mimi sio mimi naolewa unajua. Mimi sikatai. Sawa? Sawa. Wewe mtu si mchumba wako, una hata picha naye hapo tumuone. Picha naye. Hebu tuonyeshe kwanza tumuone kwanza mtu ukoje. Tusije kukubalia mtu ili mradi. Jamani. Huyu ndo mtania analetwa. Wewe sister. Huyu ndo mchumba ulimuona mlete nyumbani ndio huyu, ndio? Ni suko na mimi na mabara na mimi, amani tena hakuna, na nyanyasika kinoma. Shemeji zangu nimewakosea nini? Mnachotenda sio sawa. Kama ni nywele basi tanyoa, ili mradi ni muoe Chioma. Kama ni nywele basi tanyoa, ili mradi ni muoe Chioma. Mniambie nijue, mniambie nijue. Ndo mchumba unaona mlete nyumbani uje tulingishie, si mpata mchumba ndo huyo. Mwenye maadili ya dini umemwona mtu wa dini, si ndio? Mlete nyumbani tumpeleke kwa wajomba baba mkubwa apokee mtu huyo kwa hali hii kweli? Ndio nishampenda yeye. Unaona tukitia. Ndio wangu nimpenda. Lakini si unaelewa madini yetu yapoje hapa? Hivi unaenda kumchukua huyo anasema sio na mbembeleza sometimes anavuka mipaka. Wewe sio unataka tuekitie ujue. Hapo je malipi? Ameshika kisimu chako. Mtu akija kutoa kijana ndio na mambo mema yani ya baraka kama haya. Mambo mema baraka ndio mtu kaka alio. Alafu mimi sitaki kukaa na wewe kama tunakutana umbea, sawa? Sister, nisikilize. Kaa vizuri na mdogo wako. Mimi naelekezeni. Kwani mbona nyinyi mwendani kuchezeni wazendi? Yaani kaka sijui upoje. Yaani kaka ananiandama kama nini? Mpaka mdogo wako anakuongoza kwa sababu ya hivi. Ndio ndio nishamu. Wewe una jambo gani linaweza kufanyika hapa kwa mfano unapoona wewe? Kwa nini kawaitia wazee wazazi mtu ndio huyo? Nisikize nikwambie kitu kimoja, sawa? Wewe huwezi ukanichagulia mwanamume ukiwa kama kaka. Siwezi kuchagulia mwanamume. Huwezi ukanichagulia mwanamume. Na ndio maana kaambia na sister yako hapa ile jambo mmelipanga, si ndio? Hiyo utajua wewe, lakini mimi huwezi ukanichagulia mwanamume kwenye maisha yangu. Ndio nishampenda mwenyewe. Nisikize nikwambie. Sawa? Msione kama mnanimudu sana. Na msione kama mnaniweza sana. Mimi ndo mtoto wa kiume kwenye familia nilobaki hiyo. Nyinyi wote wa kike. Alafu na wewe, huyu ni mdogo wako. Kwani ukae kwa kumshauri lakini? Sio kwa kumshauri kaka. Nisikilizeni. Sawa, mimi nitaongea kama kaka familia. Mimi kitu ninachosema mbona sitaki kuona kwa nyumbani. Sawa? Nisikilizeni, sio kwa mimi. Ndio hivi. Mama wewe mjomba kupokea mahali. Unaondoka wewe ndio ukamilisha malolota, siwezi kumlishana kibesi kama wewe. Mimi naondoka kumtafuta wenyewe. Nitafutia mwanamume mimi, ukanichagulia mwanamume unaona. Iweje mnanikataa? Ama kosa langu ni hizi nywele zangu, hakuna mengine. Mniambie nijue, mniambie nijue. Msinichukie, Chioma wangu tunapendana. Msinichukie, mimi na wewe tutazikana. Msinichukie, Chioma wangu tunapendana. Msinichukie, mimi na wewe tutazikana. Kama upendo tumependana sisi, iweje mnanikataa? Ama kosa langu ni hizi nywele zangu,
haukuna mengine. Mniambie, mniambie, nijue, mniambie, mniambie, nijue, msinichukie, msinichukie, Chioma wangu tunapendana, msinichukie, mimi na wewe tutasikana, msinichukie, msinichukie, Chioma wangu tunapendana, msinichukie, mimi na wewe tutasikana. Bora iko hai. Huyo msalimia una. Unasema ulikuwa naenda lakini ngoja kwanza nikusikilize. Sawa? Karibu. Asante. Karibu sana. Aya, leo nyumbani. Salama. Mzima mpyale. Safi. Mimi niko salama kabisa. Naona leo unakuja kunitembelea. Unakuja kunitembelea kuna mapya. Jipya gani tena hilo? Si ujumbe mtu nimeufikisha. Kaka alikuwa kuna dalikuwa. Kaka hapo na alikuwepo. Kombe. Haya, mama nasikia unakuolewa. Huyo mtu yupoje kwanza? Nikamwambia mimi yani wa wastani tu. Mmekutana wapi? Hawakutana. Kumbe mmekutana wapi? Kaambia kwenye pilika zangu za hapo na pale, nikutana naye kweli kanielewa na kunioa. Wewe asianze kumtolea maneno. Yupoje kwanza huyo mtu? Au sio auni? Ndio nishampenda hata kama akiwa muhuni hata kama akiwa vipi. Kaka sio kukandia hatari. Yule kaka yako yule. Sasa kama kakupandia, shida nini? Shida nini? Shida nini baba? Sasa ndio unaniambia kwenye wakati nipe nionyeshe kama una picha yake. Sio nikamwonyesha picha yako. Wewe alipokuja kukuona mama. Asianze kuandafia. Nakwambia huyu si na hivi huyu muhuni. Kwanza huyu anaonekana muhuni tena mvuta bangi kabisa. Wewe unakulewa na huyu. Si hivi nini nikamwambia hata kama akiwa muhuni, hata kama akiwa mvuta bangi mimi ndio nishampenda. Ndio chaguo langu. Wewe ukiwa vipi? Hapa hama. Sasa yeye anasema uhuni kaona kiashiria gani kwangu baada ya kuiona picha mpaka nikaamua. Si hizo nywele? Hizi nywele. Sasa kumbe hizo rasi hizo sokota hizo ndio zimekuja kupitia balaa. Sawa. Mama mimi nimekuelewa vizuri. Nimekusoma, nimekuelewa. Ila mimi nahitaji kusikia msimamo wako wewe. Kwa sababu wewe ukisema unaolewa utaolewa. Wewe ukisema uolewe utaolewa. So wewe ndo kila kitu. Japokuwa hakuna ndoa bila ya wazazi, hakuna maisha bila ya wazazi. Lakini bado hapo sisi na tuna nafasi yetu. Sawa sawa, kwa sababu sisi kama tunapendana, tukipendana sisi, basi hakuna mtu yote anaingilia kati. Mimi nahitaji kusikia msimamo wako wewe. Ni upi kwenye hilo? Mimi nimepita. Hata wakisema vipi, kwa sababu hata sijali. Nimeshakupenda. Okay, mimi nashukuru sana kusikia hivyo kwa sababu ni kitu ambacho nakifikiria kutoka moyoni mwangu. Sio kwamba eti kwa sababu kaka yako Suma kazungumza hivyo, dada yako kazungumza hivyo basi wewe ukatae. Mimi ningekuona mtu wa ajabu sana. Kwa sababu mimi najua tu kwamba Suma nini ambacho anachokataa. Umeelewa? Suma ana kitu kimoja, anajifanya kwamba yeye ana maadili, lakini yeye mwenyewe inaonekana hana maadili. Kama angekuwa na maadili sangeoa naye. Wanataka kuniambia kila siku atakaa hivyo bila kuwa na mwanamke. Na maana inawezekana akafanya mpango ile wa kuvusha. So unajua nini? Wasela wanakuambia wanavusha. Tu anaingia ndani first anatoka. Je, wale watoto wa watu wanaingia nao ndani? Umeelewa? Sasa kikubwa zaidi mimi na wewe tuwe pamoja. Yule Suma na atakaa tu. Yaani wewe ukikubali, kakako atakubali. Kwa sababu najua kipingamizi kikubwa ni kaka yako hapo. Kwanza hata kama asipokubali, kwanza mimi najali unavyofikiri. Hauwezi kukubali. Ndio maana nakupenda. Kweli. Ndio maana mimi nakuita Chioma wangu. Chioma? Chioma ndo nini tena? Ushaanza mambo ya usela tena. Chioma maana yake ni jina ambalo unaopaswa kumuita mpenzi wako. Yaani ukitoa ile mpenzi sio hani sweet sio nini achana nayo yote. Kuna jina ambalo linaitwa Chioma. Chioma ni kitu ambacho unakipenda ndani ya moyo wako. Unajua nikwambie kitu kimoja. Ukitoa wazazi wetu, umeona? Kwa maana nikitoa
mamangu mimi mzazi, unaofuata ni wewe. Kwa sababu mama mzazi ana thamani kubwa sana. Mama mzazi wako ana thamani kubwa sana. Umeelewa? Na maana bila hao sisi tusingejuana. Wewe usingenijua, mimi nisingekujua. Umeelewa? Sasa hao wana thamani kubwa sana. Ndio maana nikasema ukitoa mamangu mzazi, wewe unafuata. Ndio maana nakuita Chioma wangu. Nakupenda sana. Kweli? Ni kweli. Au wewe unaamini? Siamini. Nini ambacho unataka mtu afanye mpaka uamini? Wewe umelitunga wewe tena. Na ni majina ambayo yapo. Hilo ndio jina ambalo lipo mjini kwa sasa. Ndio kwanza nalisikia kwako. Lazima uanze kusikia kwangu. Lazima uanze kwa sababu unajifungia ndani kule kwenu kama utumbo wa mbuzi. Sasa mimi niende wapi jamani? Au unapenda mwanamke wa kuzulua zulua? Ndio liko ndio nakupenda. Ujifungie ndani. Sasa ukichajifungia ndani huwezi kusikia wengine kama haya. Sawa. Basi ina vipi una lingine? Sina lingine zaidi ya kumisi. Ni misi. Watu lafu ndipo. Wewe tena. Pamkapa hapo. Atoke mtu. Atoke ni misi. Nani? Wewe. Yaani nikwambie kitu kimoja. Kama mpenzi nimelibadilisha limeitwa Chioma. Je, kwa nini swala la kumisi? Yaani kumisi nabadilisha, yaani si nikuite vipi, niite vipi swala la kumisi? Kiufupi nimemisi paka hamu. Chioma wangu tunapendana. Usinichukie. Mimi na wewe tutazikana.